Picha linaanza, taksi moja ilikuwa inaingia katika sehemu moja ya Mombasa, katika kituo kimoja cha bodaboda. Sasa wakati taksi imefika, akashuka mzungu kwenye taksi, kisha akamfuata dereva taksi, akamuuliza, "Hey, this location is there?" Dereva taksi naye haelewi, akamwambia, "I'm find the location." Basi akamshushia mizigo yake pale. Sasa pembeni kulikuwa bodaboda wawili walikuwa wamekaa, ambaye majina yao kulikuwa Brown na rafiki yake. Sasa Brown na rafiki yake akawa anamtazama bidada. Yule bidada anaitwa Irene. Sasa Irene akawa anamtazama Brown. Macho yakagongana, wakatazamana, basi aibu pale. Wakati Irene amesimama, zikatokea njemba mbili maniga vichechi katika mtaa huo. Baada ya kutokea maniga hao wawili, basi niga mmoja akachukua simu. Irene akawa anamwambia, "This location is there." Location ndio hii hapa. Niga mwingine akachukua begi, akaona kwamba hebu ngoja nijisevie. Sasa wakati anachukua, "Vipi, mbona unachukua begi langu? Nipe basi." Kumbe unamfokua mchana kweupe, watu wanaona na watu wanashindwa kumsaidia. "Jamani, help me." Maniga akachukua na mabegi yote wakakimbia nayo. Sasa wakati wanakimbia nayo, Brown akaingiwa na huruma, akaanza kumsaidia bidada Irene. Sasa wakati anamsaidia bidada Irene, wakati wanafukuzia wale manjemba, wakakutana wale manjemba wanajua kona zote. Kwa hiyo wale manjemba wakafika sehemu moja, wakatupia mabegi, wakavuka. Walipovuka, Irene ameshachanganyikiwa. "Hey, wewe, vitu vyangu viko mle, vitu vyote viko mle." Brown akamwambia, "Sasa huwezi ukawapata hata ukiendelea kuwafukuzia." Ikawa ni lugha gongana sasa. Sasa kumbe Brown kidogo anaelimu, wakawa wanazungumza, wanaelewana. Wakawa Irene akamuuliza, "Sasa nitafanyaje?" Brown akamjibu kwamba hapa hatuna cha kufanya zaidi ya kwenda kuwashtaki. Irene akauliza, "Sasa kwenda kuwashtaki wapi?" Brown akamwambia, "Twende kituo cha polisi nikupeleke." Basi bidada bila kuwa na ubishi akapanda bodaboda, akamkumbatia. Sasa wakati amkumbatia anapita, rafiki yake akafurahi kinoma, akasema, "Sasa mwanangu kashaokota dodo la kizungu, kinachofuata ni mimi na Brown kwenda Ulaya sasa kurabata." Kafurahi kinoma. Akafika pale kituo cha polisi. Irene akamwambia, "Shuka basi twende." Brown akamwambia, "Wewe, yani mimi niingie polisi?" Brown akapita zake hivyo, akasema, "Na abiria enda kumchukulia mzigo." Sasa bidada Irene alivyoingia kituo cha polisi, kaanza kujieleza pale. "Hey, how are you?" "Hey, I'm fine. What is the problem?" "Nimeibiwa mtaani na nini." "Uzembe wako tu. Wewe ni mzembe, unaibiwaje mchana kweupe?" Sasa Brown akafikisha mzigo kwa mzee mmoja. "Mzee, nimekuletea mzigo ulioniagiza." "Nice. Safi sana. Nimependa huduma yako kijana." Basi Brown akapewa mzigo wake pale, akaondoka. Tunarudi kwa bidada kituo cha polisi bwana. Bidada alikaa akasubiri, wakawa wanahudumia watu wengine, wanakuja wanaondoka. Askari ikabidi amwite, akamuonea huruma. Mzungu watu wamekaa amejichokea kinoma, ikabidi wamwandikia RB. Wakamwandikia RB, wakasema, "Hiyo hapo utatembea nayo. Pindi utakapowaona utatupigia simu au utatoa taarifa sehemu yoyote kituo cha polisi kitakapokuwa jirani na wewe ili tuweze kuwakamata." Basi Irene alipoambiwa hivyo akawa hana namna. Wakamwambia, "Tayari tumeshamalizana na wewe, nenda." Sasa mzungu wa watu hajui atakwenda wapi mama yangu. Mzungu akatoka nje kituo cha polisi, lakini Brown katika raundi zake akakumbuka kwamba kuna mtoto wa mtu nimemwacha kule. Huruma zake ikabidi arudi kituo cha polisi bana. Ilikuwa ni usiku. Alipofika kituo cha polisi, kamkuta Irene kasimama nje, anahisi baridi, anatetemeka. Baada ya kufika pale akamsalimia, "Habari za mida?" "Salama. Mbona uliniacha mwenyewe?" Brown akamwambia, "Kwa mimi nisifanye kazi au?" "Kwa hiyo kazi ni muhimu kuliko mimi." Brown akabaki anashangaa kwamba hayo yote anatoka wapi. Akaona, "Anyway, twende basi." "Tunaenda wapi jamani? Au wewe unakuwa kwenda?" Kabidi Brown amuulize, "Wewe unakuwa kwenda?" Irene akamwambia, "Sasa mimi nitaenda wapi?" Haki ya Mungu basi tu. Bidada akawa na maswali mengi anamuuliza Brown. Brown akamwambia, "Mimi nataka nikusaidie tu, just a friend. Tumekutana, umepata matatizo, acha nikusaidie. Twende nikakuhifadhi. Isipokuwa mimi naishi na ndugu zangu. Kwa hiyo taenda kukutambulisha kwa ndugu zangu, kisha wakiruhusu upumzike nyumbani, basi utapumzika, kwa sababu mimi sina namna." Basi
bidada Irene alikuwa hana namna, hana kwa kwenda. Ikabidi adandie pikipiki. Hivyo dandia pikipiki, bidada akamwambia siwezi kupanda bila kofia, naomba kofia. Basi bidada akampa kofia. Paka nyumbani. Alipofika nyumbani, bidada akashuka akamuuliza, ndio unaishi hapa? Mbona mazingira yanaonekana machafu? Brown nusu ampigia hata kofi bidada Irene, lakini akamstai akamwambia ndio naishi hapa. Basi Bwana Brown madume alikuwa amekaa vibaya, kaeka vizuri, akaingia ndani. Alipoingia ndani, familia yake ndio amerudi. Sasa mama yake mkubwa akashangaa kumuona Brown yuko na mzungu. Umetuletea wawekezaji, wamekuja kuwekeza. Mtoto mmoja akaingilia, mbona unaoje juu takuwe? Akakaa kimya. Mama akaendelea kumhoji Brown, ni nani huyo? Brown ajichekesha pale, mama mkubwa, huyu ni rafiki yangu, amepata matatizo, kwa hiyo nikasema nimsaidie at least apate hata sehemu ya kulala. Baba mkubwa wake akawa amepita, akawa ameingia. Alipoingia akasalimiana na mzungu, kumbe tamaa zinamsumbua. Mama mkubwa anashangaa tu. Sasa kumbe bidada Irene anawaelewa, sio kwamba aelewe lugha ambayo anazungumza, ikabidi azungumze. Mimi nimepata matatizo na huyu Brown kanisaidia, nimemwomba nipate sehemu ya kulala. Basi kaniambia sehemu ya kulala atanisaidia. Sasa Irene akapewa sehemu ya kulala bwana. Sasa Irene akawa anawaza na moment ambazo aliweza kuzipitia kipindi cha nyuma, kipindi ana furaha. Sasa bwana, usichokijua, Irene amekuja huku Mombasa kwa ajili ya kumtafuta mpenzi wake ambaye ni boyfriend wake huyo Mwafrika. Umeelewa? Kwa kaja kumtafuta boyfriend wake Mwafrika. Kwa hiyo akawa anafikiria, anawaza, akaona anajipa tu moyo katika mawazo kwamba anyway nitampata. Sasa wakati amepumzika bwana, akawa ameingia mtoto wa yule mama mkubwa ambaye aliambiwa kabisa kwamba huko ndani kwako utalala na mgeni. Sasa wakati amelala, alikuwa kama kidogo ametumia vitu vyake, amelewalewa. Sasa wakati amelala ashtuka, kama niko na mrembo. Bwana si sangapi asimkumbatie mrembo. Njoo mama, njoo. Irene akashtuka, nini wewe? Si wakaanza kuparuana pale, sukuma. Sasa wewe umelala kwangu, umelala chumbani kwangu, halafu akamsukuma akakimbia. Alipokimbilia sebuleni, mkubwa wake akaja, nini? Yule bwana akasema, sasa mama, mimi dodo limekuja, mtoto mzungu, mtoto mweupe, halafu nishindwe Basi Irene pale wazo likamjia, akazima simu. Naomba mnazime simu. Basi wakamwazima simu, akapiga afanya mawasiliano pale. Bwana, tunakuja siku iliyofuata bwana, Brown na rafiki yake wakati wako kijiweni, rafiki yake anamwambia, we noma mzee. Noma kwa nini? We noma tu. Sasa Brown akarudi. Aliporudi nyumbani akakuta bidada Irene ana furaha. Akamwambia, leo naomba uende ukanunue mavazi mazuri, nguo nzuri. Nimepata mtu wa kutusaidia. Kuna sehemu tutaenda, atatusaidia. Kwa lazima tutoke tumetokelezea, tumependeza. Jamaa akamwambia Irene kwamba sasa mimi fedha natoa wapi bwana? Akamwambia, yani kama hata una akiba tumia, kwa sababu huyo mtu tukionana naye kila kitu utapata. Sasa jamaa ameenda na rafiki yake kuja kutupisha nguo. Kila nguo akitoka jamaa anafurahi. Umetisha, umependeza kinoma. Alipotoka sasa na bonge la suti, alitokelezea kinyama. Mwanae akamwambia, ni kasi hiyo bora tunashinda naye kijiweni mzee baba. Umependeza, umetisha kinoma. Kama uchukua na hizi, acha ujinga, masampa mimi napendeza nini. Sasa tunarudi kwa Irene nyumbani. Kwa sababu yule jamaa alikuwa amekorofishana na Irene, akaenda kununulia nguo kwa ajili ya kumwomba msamaha. Akamwambia, samahani, ila kwa ulivyo mzuri, mashallah umeumbika, nadhani ukivaa gauni hili utapendeza sana. Sasa Brown anarudi nyumbani, ameshatokelezea, amevaa suti yake. Sasa wakati amefika tu Irene aliposikia tu akatoka tu ndani chaptiti.
likawaka kinoma noma. Sasa mkubwa ikabidi aanze kumkataza Brownie, wewe unataka mwende wapi? Usiende kwanza, mbona amniagi? Sina nini? Mama mapepe kinoma noma, anataka kujua kila kitu. Basi Brownie na Irene bwana wakajichenga. Sasa Irene hiyo sehemu anaikumbuka vizuri kwa sababu waliwahi kuja kipindi cha nyuma, ndio maana amerudi. Sasa walipofika, mtoto wa Irene anatabasamu, anafurahi kinoma noma. Ni moment ambazo anazipata kwa jamaa, anafurahi sana. Sehemu ya kwanza tunaishia hapa. Je, sehemu ya pili itakuwaje? Usiache kusubscribe this channel kwa ajili ya kupata mwendelezo, na ufurahie ndani kilitokea nini baada ya Brownie kuingia ndani na Irene. Mashallah. Je, humo ndani Irene atampata mtu ambaye anamtafuta? Usikose sehemu ya pili. Subscribe channel yetu ya